Assalamu alaikum Ustaz Jamal. Oh, kijana Rashid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, ni muda mrefu kijana Rashid sijakuona. Na hii ndo njia yako pendwa kabisa. Kijana wangu, wapi tena? Sikuoni hata masjid. Vipi? Ustaz, mimi nilipelekwa shule, ndo maana hata msikitini nilikuwa sionekani. Lakini leo bora hata nimekuona. Kuna kitu kinaniumiza kichwa sana. Oh, sawa kijana Rashid. Jambo gani hilo linakuumiza kichwa? Niambie. Eti Ustaz, kama mtu anaswali, anasoma Qur'an, anatoa sadaka na anafanya mambo mengi mazuri, je, ana uhakika wa kuingia peponi? Hapana kijana Rashid. Kuna jambo moja ambalo watu wengi ulisahau, nalo ni ikhlas, nia ya kweli kwa ajili ya Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza hadithi ya kutisha sana. Hadithi gani hiyo Ustaz? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa miongoni mwa watu wa kwanza watakaohukumiwa siku ya kiyama ni watu watatu, watu wa sampuli tatu ambao walionekana kuwa wema duniani, lakini matendo yao hayakuwa kwa ajili ya Allah. Walikuwa kina nani? Wa kwanza ni yule mtu aliyepigana vitani, alidhani atapata pepo kwa sababu alipigana kwa ujasiri, lakini Allah akamuuliza, ulipigania nini? Yule mtu akasema, nilipigana kwa ajili yako ewe Allah. Lakini Allah akasema, umesema uongo, ulipigana ili watu waseme wewe ni shujaa, na tayari walishasema hivyo duniani. Kisha Allah akaamrisha mtu yule apelekwe motoni. Allahu Akbar. Na wa pili je? Wa pili alikuwa msomaji na mwalimu wa Qur'an, alikuwa anafundisha na kusoma vizuri Qur'an, lakini Allah akamuuliza, ulifanya hayo kwa ajili ya nani? Akasema, kwa ajili yako ewe Allah. Allah akasema, umesema uongo, ulifanya hivyo ili watu wakuite msomaji mzuri wa Qur'an, na tayari walikuita hivyo duniani. Kisha naye akaamrishwa apelekwe motoni. Subhanallah, hata msomaji wa Qur'an? Ndiyo, kama amefanya kwa kutafuta sifa za watu badala ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na watatu alikuwa nani? Watatu alikuwa tajiri, alikuwa akitoa sadaka nyingi. Watu walimsifu kuwa ni mkarimu sana, lakini Allah akamwambia, umesema uongo, ulitoa ili watu wakuite mkarimu, na tayari walikuita hivyo. Kisha naye akaamrishwa apelekwe motoni. Allahu Akbar. Kumbe si kila tendo jema linakubaliwa. Ndiyo kijana Rashid, hapo ndipo somo kubwa lilipo. Allah hatatazama ukubwa wa matendo yetu pekee, bali pia atatazama nia zetu. Ikiwa tunafanya ibada ili watu watuone, watu watusifu na watuite wacha Mungu, basi tunajiweka katika hatari kubwa. Allah amesema ndani ya Qur'an sura ya 98, suratu Al-Bayyina, aya nambari 5, Mwenyezi Mungu amesema, wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina, na hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah wakimtakasia dini kwa ikhlasi. Sasa Ustaz, tufanye nini ili matendo yetu yakubaliwe? Tujifunze kuifanya kila ibada kwa ajili ya Allah pekee. Tusitafute sifa za watu. Watu wanaweza kukusifu leo, lakini kesho hawatakusaidia mbele ya Allah. Ikhlas ndio ufunguo wa kukubaliwa kwa matendo yetu.
nikukumbushe kijana Rashid, kila kitu kifanye kwa ajili ya Allah. Toa sadaka kwa ajili ya Allah, fanya ibada kwa ajili ya Allah, soma Qur'an, tangaza dini kwa ajili ya Allah, pigania dini kwa ajili ya Allah, lakini usifanye kwa ajili ya watu wakuone na wewe ni miongoni mwa watu wakuone kwamba wewe ni bora kwa kusoma kwako Qur'an, kwa kufundisha kwako Qur'an. Fanya hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pekee. Hakika Allah anaangalia yale yaliyomo ndani ya nyoyo zetu. Hakika hapa nimekupata kwa udhuri ustazi. Allah atujalie ikhlas katika ibada zetu na atukubalie matendo yetu. Allahumma amin ya rabbil alamin.